Yakobo amelala. Lakini Biblia Mungu anasema nitasema na watu wangu kupitia ndoto. Nitasema na watu kupitia ndoto. Mungu hutumia ndoto kutujulisha vitu. Haleluya. Mungu hutumia ndoto kutujulisha vitu ambavyo vimeshatokea tayari. Haleluya. Mara nyingi au mara zote ndoto ambazo unazoziota sio zinatokea muda huo. Ni jambo ambalo limetokea, Mungu anakujulisha. Haleluya. Ukiona hata ndoto unafinywa na wachawi, walishakufinya muda mrefu, ila Mungu anakujulisha. Haleluya. Sio tendo linalofanyika muda huo. Haleluya. Mungu anasema nitawajulisha kupitia ndoto. Haleluya. Nitasema na watu wangu kupitia ndoto. Kwa hiyo Yakobo alikuwa anaambiwa si muda ule kwamba walipanda na kushuka. Hapana. Hilo tendo lilikuwepo hapo ila ya kuona. Haleluya. Nataka unielewe. Kwa hiyo hata unapoota ndoto nyumbani, muda mwingine jambo linakuwa lishatokea ila Mungu anakujulisha. Kuna ataki imetokea, simama uiondoe. Tayari kuna upenyo uliofungua shetani katika nafasi. Au kuna jambo nataka litokee, Mungu anakujulisha. Linaanza kutokea, anakuambia nataka litokee omba. Lakini ambalo limetokea unaona jambo linatendeka, maana yake lishatokea tayari. Wewe unatokea usimame uliondoe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo madhabahu inaweza ikaondoka katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho madhabahu bado ina flow. Katika ulimwengu wa kimwili unaweza usione madhabahu, unaweza usione mafuta. Yawezekana jengo liliondoka kwa mazingira yote, lakini madhabahu bado ipo. Katika ulimwengu wa mwili unaweza usitambue mafuta ya mtumishi wa Mungu, lakini kwa sababu Mungu ameweka mafuta bado yapo. Haleluya. Bwana Yesu sana. Yakobo amelalia madhabahu. Amelala kwenye madhabahu ya Mungu, ajui. Kuna watu wamelala kwenye madhabahu ya Mungu pasipo kujua. Kuna watu wamelalia mafuta yao pasipo kujua. Mungu anamwambia hapa ni madhabahu yangu. Umelala kwenye madhabahu yangu. Nini? Kukufunulia Mungu ni kitu kingine, lakini utafanya nini baada ya kufunuliwa ni kitu kingine. Yakobo anafunuliwa kwamba hapa ni mbingu zimefunuliwa, malaika wanapanda na kushuka. Anawaona malaika wafanye wanapanda na kushuka. Asubuhi akaamka Yakobo, alibaki Yakobo yule yule, akaondoka zake. Akaondoka zake. Kwa nini? Hakutambua afanye nini. Malaika amewaona lakini hajui afanye nini. Haleluya. Amelala Yakobo, ameamka Yakobo. Amechukua jiwe kama Yakobo, ameamka Yakobo. Usipotambua mafuta, usipotambua ufanye nini kunako madhabahu, usipotambua nifanye nini kuteka mafuta, utaingia Adamu, utatoka Adamu. Utaingia Benja, utatoka Benja. Why? Yawezekana kweli Mungu anakuonesha kwamba huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Unaona mafuta au hii madhabahu ni madhabahu yangu, malaika wanapanda na kushuka. Lakini kama utojua namna ya kufanya ili uteke baraka au upate kitu kupitia ndio ulichokiona, utaingia wewe, utatoka wewe. Ndiposa tunakuwa na watu ambao miaka inaenda, wana historia kukaa muda mwingi makanisani, lakini hakuna historia ya maongezeko. Tukikuzungumzia Benja ambayo tulimuona 2010 mpaka right now ni Benja yule yule, lakini anakaa na madhabahu, lakini anakaa na watumishi wa Mungu, anapiga story na watumishi wa Mungu, lakini Benja ni yule yule. Hakuna kitu ambacho tunakiona, si kwa sababu ajui kwamba ni watumishi wa Mungu. Yawezekana anajua kwamba hao ni watumishi wa Mungu, ni man of God, lakini anajua kwamba hapa madhabahu ni Mungu anaongea, watu wanajibiwa, watu wanapona, lakini kwa sababu ajui afanye nini. Kalaba yanga la basekete rebo sakatalaba yanga la. Nikamshangaa Mungu. Yakobo amelala, ameamka,
Akasimika hapa, akaendelea akatimiza kwamba hapa ni madhabahu ya Mungu. Yes, ni madhabahu ya Mungu ilikuwepo. What next? Nini kinatokea? Umeona malaika? Nini kinatokea? Sikiliza. Mara ya pili akaona. Ikabaki vile vile. Ilipofika mara ya tatu. Haleluya. Ilipofika mara ya tatu, Yakobo anamuona malaika. Anamuona malaika mara ya tatu. Liko jambo Yakobo alilifanya. Liko jambo Yakobo alilitenda. Akasema, no, nimekuona mara ya kwanza katika mahala fulani, mnapanda mnashuka, lakini nilipolala nikaamka Yakobo yule yule, wala hakuna mabadiliko. Mara pili nikakuona tena sehemu fulani, nikaamka nikaondoka nikabaki Yakobo yule yule. Nilipolala nilikuwa Yakobo, nikaamka nikatoka Yakobo. Lakini leo kwa sababu nimekuona wewe malaika, hapa sikuachi. Kalabazaka. Biblia inasema Yakobo akamng'ang'ania malaika. Akamshika, akasema leo sikuachi. Sikiliza. Baada ya tendo hilo kufanya Yakobo, baada ya tendo la kuteka, la kukamata yule malaika, akasema, no, utakoenda naenda na wewe. Uniachi, sikuachi hapa. Kama utapaa na mimi. Kama utaenda chooni tena na mimi. Kama utaenda hapo tena na mimi. Kwa sababu gani? Nimetambua kwamba wewe ni mtu usio kawaida. Wewe ni Mungu aliye hai. Unakuona kila siku lakini sioni matokeo. Pale alipotambua, Biblia yangu ikaniambia, siku hiyo alilala Yakobo lakini akaamka taifa kubwa. Siku hiyo alilala Yakobo akaamka kuwa Israeli. Akaamka kuwa taifa kubwa. Akaamka kuwa taifa kubwa. Akaambiwa uzao wako utabarikiwa. Akabarikiwa pale, akasema, kwa kuwa umejitambua, kwa kuwa umenijua na umenisikilia, utaniacha niende wala nizalau. Utaniona kawaida. Umetambua uwepo wangu leo. Nami nakuambia Yakobo, utaitwa Yakobo, utakuwa Israeli. Wewe ni taifa kubwa. Wewe ni taifa kubwa. Kalabayanda labase. Umeingia hivyo hivyo, umetoka hivyo kwa sababu hujajua namna ya kufanya. Nimekuja kukuambia habari njema kwamba unatembea na muujiza wako. Unatembea na baraka zako. Wako watumishi wa Mungu iko madhabahu ya Bwana, kwa sababu unaiangalia hivi hivi, unalala na kuondoka, unabaki hivyo hivyo. Siku kijua namna ya kuteka, utaingia mama fulani, utaitwa mfanya biashara. Utaingia mama fulani, utaitwa mjasiriamali mkubwa. Utaingia mama fulani, kalabasa katai. Siko kama naongea na mtu mmoja hapa. Siko kama naongea na mtu mmoja mahali leo. Kuna watu mmetembea na watumishi wa Mungu lakini hamuoni matokeo. Umebaki kwenye same level ile ile. Umeganda pale pale. Viwango viongezeke kwa sababu hamuelewi kama wewe ni mtumishi wa Mungu. No, unajua ni mtumishi wa Mungu lakini hamjui namna ya kuteka baraka. Yakobo alijua, akasema siwezi kukuacha malaika wa Bwana. Leo nakumangania, utaenda na mimi popote pale ulipo. Utaenda na mimi popote pale ulipo. Hata kuniua niue, siwezi kukuacha. Umeona watumishi wa Mungu, unapishana nao kama wajui, kumbe ni baraka zako. Unakaa na madhabahu, unaiangalia kama hujui, kumbe ni baraka yako. Siku kitambua kwamba hii madhabahu ni ya Bwana na kujua namna ya kuteka, ndipo utaingia mtu fulani, utatoka kuwa taifa kubwa. Utaingia na biashara ndogo, utanuka na biashara kubwa. Utaingia wa kawaida, utaondoka wa kawaida. Sio kwa sababu haujajua, unajua. Kalabas. Wewe unajua leko la pakatai. Wewe unajua rewo sakatalabas. Unajua kwamba mahali hapa Mungu anapanga na kushuka. Kerebo sakatalaba. Nini unafanya kuchukua hizo baraka zako? Nini unafanya? Rewo sakatalabas. Nini unafanya? Sikiliza. Mahala fulani nikamwona Petro ametupa gerezani. Petro ametupa gerezani. Haleluya. Kwa sababu ya kupiga injili ametupa gerezani. Biblia inaniambia wakati yupo gerezani Petro alikuwa amelala. Sema amelala. Anaupiga usingizi. Haleluya. Amelala. Amesinzia. Lakini neno lilishangaa neno mahali hapa. Kumbe wakati Petro analala kulikuwa na malaika mahali pale. Wakati Petro amelala kwenye chumba cha gereza
kwenye chumba cha magonjwa, kwenye chumba cha mauti, kwenye chumba cha kudharauliwa, wakati umelala, yuko malaika yuko mahali hapo. Yuko malaika mahali hapo. Wakati unasema mimi ni masikini, umelala umelizika leo hali, yuko malaika mahali hapo. Wakati unasema mimi sio kufanikiwa, mimi ni wewe hivi, yuko malaika mahali hapo. Sikiliza, usisubiri mpaka upigwe. Maana Petro alipigwa akasema wewe Petro, amka maana niko mahali hapa. Usisubiri mpaka upigwe na malaika. Malaika watembea naye, malaika watembea naye. Hata hapa yupo. Tatizo huwezi kumuona. Umelala usingizi, umelalia jiwe na madhabahu, umelaliwa jiwe na madhabahu. Inuka mahali hapo, anza kuinuka mahali. Tambua kuna malaika pembeni yako aliyemstua Petro, akamwambia Petro mwanangu, toka mahali hapo, maana niko mahali hapa. Gereza liko wazi, milango iko wazi, ondoka mahali hapa, maana uko na mimi. Akasema nitatangulia mbele, wewe nifuate nyuma. Wakati anatangulia mbele namna hiyo, milango ikawa inaachilia, milango inaachilia. Tatizo lako unaenda mwenyewe, wala umuoni malaika wako. Unaangalia hali uliyokuwa nayo, haumuoni malaika wako ambaye yuko pembeni yako. Hauioni madhabahu inayosema juu yako. Unatembea mwenyewe. Siku ukitambua madhabahu, siku ukimjua wewe malaika, utamtanguliza mbele, milango itafunguka. Utamtanguliza mbele, gereza litaachilia. Utamtanguliza mbele, umasikini utaachilia. Utamtanguliza mbele, vifungo vitaachilia, maono yataachilia. Na kutangazia jioni ya leo, asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu uko naye hapo hapo, wala hayuko mbali, wala hayuko mbali. Ni kutambua namna kumtanguliza mbele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ufahamu wako ufunguliwe, utoke kwenye usingizi, uanze kutambua Mungu uliyekuwa naye, kuelewa. Ungechapia Bwana makofi.